baada ya Esma Sultani kusikia kwa bahati mbaya kuhusu mimba ya Sureia na kuandaa kisherehe kifupi, basi leo tunaona Faruku anaamua kuja kuongea ukweli kuhusu mimba ya mke wake na kuthibitisha kwa wote kwamba mke wake ni mjamzito. Jambo lile Sureia hakulipenda, lakini ilibidi akubali kwa sababu tayari mume wake amekwisha kuongea. Lakini Faruku hakuishia hapo tu, alikwenda hadi kumwambia Emil. Emil alijisikia vibaya kwa sababu aliona huenda ikawa upendo wa baba yake unaweza ukapungua kwake, lakini akawa amepata taarifa. Kwa upande wa Akif na Senem, leo wanaamua kugawa kadi kwa ajili ya ndoa yao, na kadi hizi wanamfikishia paka Esma Sultani. Esma Sultani baada ya kufikishiwa kadi hiyo aliongea shit na kusema kwamba watu wamekuwa hawajielewi. Akaondoka bila kujibu chochote kwa sababu Sureia alikuwa yuko mahali pale na aliogopa kama angejibu chochote basi angemkwaza Sureia. Na kwa sasa hivi Esma Sultani na Sureia wamekwisha kuwa maswahiba. Sasa leo tunaona Emil anakwenda katika ile siku ya wamama duniani. Aliongea maneno mengi ambayo yalikuwa ni maneno ya kuumiza. Akazungumzia kuhusu mama yake mpaka kupoteza maisha, lakini pia haikuishia hapo. Akazungumza hata yeye alipokuwa anaishi bila baba yake, lakini baba yake alikuwa ni baba mzazi kabisa, lakini alikuwa hajui chochote. Kwa kitu kile kiliwaumiza sana wazazi ambao walikuwa wamekuja kusikiliza tukio lile, hasa Sureia pamoja na Faruku. Lakini tunaona kwa upande wa Ipek leo anamtafuta kaka yake Esra na kumwambia kwamba mdogo wake amemkosea heshima sana kwa sababu amekwenda kutembea na mume wake. Yaani pamoja na kwamba Ipek anajidai kwamba hampendi Fikret, lakini kiuhalisia inaonyesha Ipek anampenda sana Fikret kwa sababu akikaa peke yake anaanza kumuwaza. Lakini pia alikwenda kuongea hivyo ili kuharibu kile ambacho kilikuwa kipo kati ya Esra pamoja na Fikret. Sasa naona kaka yake Esra baada ya kupewa taarifa zile alikasirika kiasi kwamba alichukua chupa ya bia ambayo alikuwa anaitumia akaipasua kwenye uso wake. Yaani paji la uso likapasua chupa ile, na baada ya hapo alimfuata mdogo wake na akaenda kumgombeza sana kutokana na kile ambacho alikuwa amekisikia. Kwa upande wa Adem leo tunaona anapata taarifa ambayo alikuwa hajawahi kuisikia, na leo anagundua kwamba kumbe baba yake Fevzi Boran alikuwa anampenda tu na alikuwa anataka ampe jina la Boran. Kwa hiyo jambo lile alipolijua, tunaona Adem alijisikia vibaya sana kwa sababu Fikret alichukua ile barua ambayo ilikuwa imeibwa na Esma Sultani na akampelekea akamsomea kwamba Fevzi Boran alikuwa anataka huyu kijana apewe jina lile na awe ana haki na jina lile. Aliruhusiwa kulitumia. Kitu kile akilimfanya aumie sana kwa sababu aliambiwa sababu ya yeye kuwa anahisi ametengwa ni kwamba mama yake ndo alifanya mpango mzima. Alifanya hivyo ili aamue kuiteka akili ya Adem, na baada ya kuiteka hivyo basi mtoto wake Adem amchukie baba yake moja kwa moja. Kwa upande wa Garibay, yeye baada ya kuwa ameachwa na Esma Sultani leo ana stress kiasi kwamba anaanguka na kupoteza fahamu. Atapona au atakufa, jambo hilo bado halijulikani. Wewe ambie subscribe channel hii, basi nikukumbushe kusubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.